Tumetoka mbali sana, umbali zaidi ya safari. Tumepitia mengi sana ambayo kweli ni hatari. Tumefikaje hapa tulipo leo? Na si wenyewe twaona ni neema. Tumelia sana hata sura zetu zikakosa matumaini. Wengine wanatuona tumechoka, tunachekesha, bali si twajivunia wema wako Baba. Machozi haya yanathibitisha kuwa mambo hayo yamefika hapa. Vilio hivi vinadhihirisha kuwa. Anaitwa Moses Kimwaga, unamsikia hapo, na ndiye ambaye tunaye studio hivi sasa. Karibu sana Moses. Asante, shukuru sana. Ndio, tulisema hii nyimbo tutaicheza alafu utakuja utaitambulisha mwenyewe. Utuambie ni nyimbo ya nani na ni wimbo wa nani na unaitwaje? Wimbo unaitwa Asante. Dio. Na umeimbwa na mimi Moses Kimwaga. Ndio. Yes. Moses Kimwaga, kwa nini asante? Asante kwa sababu ya vitu vingi ambavyo Mungu ameweza kunifanyia katika maisha yangu. Kwanza kabisa niliweza kuangalia ni kwa namna gani ambavyo naweza kuzungumzia ukuu wa Mungu. Nikaona bado haitoshi, lakini kwa dakika takriban kama 3 kwenda 4 nikasema hayo machache naweza nikazungumzia. Ukisikiliza hapo nimezungumzia kwa habari ya safari ya maisha. Kwa sababu nilijaribu kuangalia kutoka utoto wangu, nimezaliwa mpaka nimefikia changamoto nyingi sana. Lakini kupitia kile ambacho Mungu aliendelea kunivusha kwenye changamoto ambazo niliziona pengine kwa macho yangu, nyingine sikuziona wakati wa utoto, nikasema nashukuru, asante. Yeah. Asante. Moses, mwenyeji wa wapi wewe? Mimi ni mwenyeji wa Iringa. Okay. Yes. Iringa kubwa kidogo. Yes. Iringa nimezaliwa. Maki ukizungumza Iringa yuko mwenyeji wa Iringa pale. Kilolo wapi? Yeah. Yes, Iringa Kilolo. Yeah, kijiji kimoja kinaitwa Kimala. Okay. Yes, so pale mimi ndo nimezaliwa. Aha. Sasa usizani kwamba Kimala iko Dar es Salaam tu. Na Kilolo pia kuna Kimala huko kwa kina Moses Kimwaga. Yes. Moses, ni kwa nini umeamua kuingia katika huduma hii ya nyimbo za Injili? Kwanza kabisa nafikiri kuingia kwenye huduma hii si takwa langu, lakini nafikiri ni wito wa kimungu ambao ulishakuwa ndani yangu toka awali ambapo Mungu ameandikia. Kwa sababu kujikuta nafanya hii huduma si kwa kitu ambacho niliweza kufundishwa sehemu au kuingia shule nisome. Ndio. Lakini kwa sababu ni kitu ambacho kilichipuka ndani yangu, ni mpango wa Mungu ambao ulikuwepo tangu awali kwamba lazima nitafanya kufikisha Injili kwa watu wengine kupitia huduma ya uimbaji. Yes. Ukizungumza kuhusiana na wito wa kimungu, ndio. Najua yani ni kauli ambayo kwangu mimi siichukuliki rahisi. Yani wito wa kimungu. Kwa hiyo natamani na msikilizaji naye pia afahamu, aelewe, ukizungumza wito wa kimungu unazungumzia kitu gani? Nikizungumza wito wa kimungu na maanisha kwamba ni kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kwa sababu Mungu ameweka karama tofauti kwenye kila maisha ya mwanadamu. Okay. Kwa hiyo kuna wakati ambao mtu anapata pressure ya kufanya jambo lile ambalo linahusu Mungu kutokana na kile ambacho yeye alishawekewa. Kwa hiyo wito ni kwamba pale unaposimama katika kusudi maalum, kwamba ndio wito wa kimungu au kazi unafanya, kama mimi nafanya kazi ya huduma ya uimbaji, lazima nielewe kwamba kusudi langu nafanya kwa ajili ya kitu gani, lakini ni nani pia ambaye namfanyia kwa lengo lipi pia na ambalo unafanya kitu hicho. Kwa hiyo kutambua lile kusudi kwamba unafanya kwa purpose gani, lakini pia unamfanyia nani, unamjua anaishije, anakutambua, hiyo ndo wito wa Mungu. Lakini mimi na swali kidogo hapa. Unajua muziki umegawanyika katika sehemu mbili. Naam. Tunazungumzia industry na ministry, kwa maana ya kibiashara na huduma. Ndio. Labda pengine wewe hapo unatofautisha vipi kati ya biashara na huduma? Na huduma. Kwa sababu tunafahamu kwamba lazima
utafute ule, unajua tena. Na kwenye muziki mnawekeza, mnatumia fedha kule, kodi, na gharama nyingine ambazo zinajitokeza. Labda sasa pengine kwako wewe ilipoje? Ndio maana awali nimezungumza, ulivyozungumza kwenye habari ya wito, nimezungumza kwamba ni kile kitu, kutambua kusudi liloko ndani yako. It's not easy kwamba kufanya huduma ni rahisi. Ni mzigo mkubwa sana ambao kimsingi kama si wito huwezi ukafanya. Mimi nikikuelezea hapa safari yangu nilivyoanza mpaka nilipofikia sasa hivi, ni kama si wito, of course ningekuwa nisha drop down, kwa sababu challenge ni nyingi of course. Alafu kiangalia kwenye mziki mahitaji ni mengi pia. Unahitaji fedha. Ndio hapo nitaka nikuulize, ulijuaje kama una wito? Una hiyo talent hapo kama wito au kipaji? Sasa kwa sababu kuna vitu ambavyo kwa sababu kuna mtu anaweza kawa ana kipaji. Sasa kwa sababu kuna vitu labda utatufafanulia kwa namna ulivyozungumza. Sababu umesema kwamba wito ni kitu ambacho kinakuwa hapo ndani yako, kinakupa pressure fulani ya kuweza kukifanya. Na kipaji pia kinaweza kufanya hivyo. Lazima kitakupa pia pressure. Sasa hapo ndo utatufafanulia. Japo mimi ndo nitaka tujue hapo kwamba ulijuaje wewe binafsi kwamba nina wito huu. Yes, kwanza kabisa mimi ya maisha yangu pia, kwa sababu nimekulia katika familia ambayo kimsingi niliona maza wakati bado niko mdogo anamtumikia Mungu, anaenda kanisani, na sisi tumekulia katika mazingira hayo ya kanisani pia. Kwa hiyo katika makuzi, yes, unavyoendelea kukua na unavyotambua maisha harisi na unavyoendelea kufundishwa makanisani na nini, yes, kwa nikajua kwamba mimi ni wa njia hii si wa njia nyingine. Yes, kwa hiyo kadri ambavyo niendelea kukua, unavyozungumzia kwamba kipaji, ndio watu wengi wana vipaji vya uimbaji pia kama nilivyo mimi. Lakini kipaji inategemea sasa unaenda kukitumia kwenye namna gani. Ndio maana ukuta kuna wengine wanaimba muziki wa dunia, yes, wanasifia vitu tofauti. Lakini sasa tunaporudi kwenye namna ya kutambua kwamba mimi natakuwa nitumikie kitu gani, ndio vile tunasema inategemeana na pia na maisha ambayo wewe uliyaona ukiishi toka awali, kwamba uliishi katika kusudi gani, lakini pia ulikuzwa katika mazingira gani. Ndio maana kusudi nabaki pale pale kwamba ulikuzwa katika misingi ya kidini, basi wewe katika hicho kipaji chako wewe utatumika kuhudumia katika upande huo. Pengine nikuulize kitu kingine hapa. Tunafahamu kwamba wasanii ni wengi, si ndio? Kwa mfano tunasema kila kitu lazima kijengwe na msingi. Ndio. Na imekuwa ni changamoto sana kwa wasanii maintain ile hali ya kuwa, yani kama upo kama tengeneza level fulani basi ubakie pale pale. Kwa mfano tunasema kwamba kwenye vitabu vya dini Daudi Daudi alianza kuwa dubwe, akaua simba, si ndio? Lakini baadaye akaja akamua Goliati. Lakini wakati huo Sauli naye alishawahi kuua, lakini wakina mama wa Israeli wakasema kwamba Sauli aliua 10,000 lakini Daudi ameua 10,000, si ndio? Lakini kilichosababisha pale ni msingi. Kwa hiyo alianzia huku nyuma ni msingi. Pengine sasa nyinyi wewe kama msanii, labda tunaweza kusema chipukizi, umejiwekea msingi gani kuhakikisha kwamba una maintain ile hali? Kwa mfano kama msanii wa nyimbo za Injili John Lissu mpaka sasa na miaka 31 na haja drop, ipo pale. Na nyinyi mnachukulia kama kio chenu kama nyinyi wasanii wa chipukizi. Pengine wewe hili unatazamaje kwa kweli? Mimi kimsingi umezungumza powerful statement, kwa maana ya umetolea mfano mtu mkubwa kama Daudi kwenye historia ya Biblia. Yes, kwa maana gani ambavyo unaweza ka maintain status level mpaka unafikia kwenye ile aim kubwa. Hiyo nafikiri jambo la kwanza kabisa, kama nilivyozungumza, maneno yangu hayabadiliki. Cha kwanza kabisa ni wito, kwamba wewe umeitwa kwa kusudi lipi. Lakini kama umeingia kwa kusudi lingine katika mziki wa Injili, si katika kufanya ile kazi ya Mungu, lazima uta drop down. Lakini kama kusudi tayari ukizingatia, kwa mfano kama tulio mfano Daudi, mapito yake yote aliyopitia, lakini kusudi lake lilikuja kuheshimishwa kwa sababu tayari lishakuwa kusudi la Mungu, yani toka yeye kuumbwa. Kwa hiyo ndio maana hakuna kupinda pinda. Hivyo
Lakini mimi pia kwa upande wangu naweza kusema kwamba jambo la msingi ambalo nalitambua ambalo linaweza likafanya ni maintain status ni pamoja kuheshimu kile ambacho Mungu amenipa ndani yangu, lakini pia kuishi maisha ya namna hiyo. Sio kufanya tu kazi mradi unaimpa, lakini pia napaswa kuishi maisha hayo ambayo pia na si watu wengine waweze kumjua Mungu, waweze kuishi katika maisha ya kimungu pia. Ndipo naweza nikabaki kwenye hiyo top. Wengine wanasema kwamba sikiliza maneno sio vitendo. Wapo pia Waswahili wa hivyo. Sawa, huyu tuliye naye hapa studio msikilizaji ni Moses Kimwaga. Unaweza ukapita kwenye kurasa zake za YouTube huko na nini ukaweza ukasikiliza baadhi ya nyimbo zake ambazo ziko huko, bila shaka zitakubariki sana 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 sana. Mpaka sasa umeshafanya project ngapi? Sasa hivi mpaka sasa nina project nyingi sana tofauti. Yes, lakini last year nilifanikiwa kutoa album yangu ya kwanza kabisa kwenye history ya muziki wangu ambayo ilikuwa inaitwa God Scoring. Yes, naweza kusema ni ni hatua ambayo kimsingi ilikuwa ni kama ndoto, lakini Mwenyezi Mungu ameniwezesha imeweza kufikia. Kwa hiyo nina nyimbo nyingi sana mpaka sasa. Mapokeo pengine yapoje labda ya album? Mapokeo yake nafikiri kulingana na level yangu mimi naweza kusema namshukuru Mungu kwa sababu nimepata comment nyingi tofauti pia na watu wameweza kuzielewa nyimbo. Kila mtu anaelewa wimbo wake kwa sababu album ina nyimbo 15. Okay. Kwa hiyo nimekuwa nikipata feedback kutoka na nyimbo moja moja. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi kwa level yangu ambavyo naona naelekea pazuri pia. Sawa, tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kuzungumza na Moses Kimwaga. Usiondoke. Tangu nikujue we ni namba moja, tangu nikujue we upo moyoni, tangu nikujue we ni namba moja, tangu nikujue umebadili yangu historia, umenichagua mimi kati ya hao wengi, umenifuta machozi niliyochekwa na wengi, umenichagua mimi kati ya hao wengi, umenifuta machozi, sasa umeniweka huru, si kwa sababu ya uzuri wala wema wangu, ila kwa neema ya upendo wa agano hili. Usiku na mchana we ukaa nami, hata watu wakiniacha, mfariji wangu ni wewe. Mungu wa mimi, kesha nami muda wote. Mungu wa mimi, hauendi mbali, upo na mimi. Mungu wa mimi, kesha nami muda wote. Mungu wa mimi, usiyebadilika, uko mwenyewe, usiyebadilika, miaka elfu na maelfu, usiyebadilika, wewe si kama mwanadamu, usiyebadilika, Alfa na Omega yo, usiyebadilika, utabaki kuwa Mungu tu, usiyebadilika, milele yote. Magonjwa kwako si habari,
Sawa, bado tuko na Moses hapa studio. Moses Kimwaga tukizungumza naye. Ulikuwa unazungumzia kuhusiana na project zako. Mpaka sasa mimi nimeiona album moja tu. Ndio ambayo unayo. Good Scoring, Yes, okay, nyingine ni track moja. Yes. Sawa, pengine kipi hasa ambacho unatarajia katika hichi ambacho unakifanya, kwa maana ya kuwafikia Watanzania na kuhakikisha kwamba muziki wako unafika mbele zaidi na zaidi? Naweza nikasema kwamba kitu ambacho nakihitaji zaidi ni kwamba mashabiki waweze kunipa sikio. Yes, kwa sababu nafikiri kuna vitu vingi vya tofauti ambavyo niko navyo, Mungu kanijalia. Ndio. Ukisikiliza kwenye albamu yangu pia utaweza kupata notes ya kujifunza. Kwenye kitu ambacho nimekuja nacho ni unique kabisa, of course. Nakuja na muziki ambao ni tofauti kabisa, lakini na jumbe tofauti ambazo kimsingi mtu akisikiliza zinaweza kumbadili kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo mimi naomba tu wanipe sikio, lakini pia waendelee kunifuatilia pia kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram, YouTube. Pale ndo mtaa wetu mkubwa zaidi. Wakisubscribe pale, nafikiri vitu vingi vikubwa vinakuja. Soon tutaanza kuachia project ambazo ni collaboration kubwa baada ya hii album nafikiri. Sawa. Kuna kijana ambaye anakusikiliza hivi sasa. Inawezekana pengine anatamani pia na yeye kufanya kile ambacho wewe unakifanya. Kipi ambacho unaweza ukamwambia? Kitu ambacho mimi naweza nikamwambia ni kwamba yes, ajipe moyo. Si safari rahisi ambavyo naweza nikamwambia. Ni safari ambayo inahitaji kujisacrifice mwenyewe. Kwamba unataka ufanye huduma, kwa hiyo jisacrifice. Uelewe kwamba is not easy, kwamba kuna mtu atakwambia fanya hiki, hapana. Ila wewe mwenyewe ndiye utathubutu kufanya kile ambacho na wish watu waweze kusikia kwa habari ya Mungu, lakini pia waweze kubadilika pia kupitia wewe. Kwa hiyo mtu yote ambaye anataka kuingia kwenye huduma, yes, mlango uko wazi kabisa, kwa sababu kazi ya Mungu Bwana haina mipaka. Yeyote yule ambaye amekusudiwa, ameitwa kutumikia, anahitaji tu tayari kama hivyo. Yes. Sawa. Pengine kwa sababu tunakamilisha, nakupa fursa ya kuzungumza chochote kile ambacho usipozungumza hapa utaona kabisa tujakutendea haki. Kuhusiana na sanaa yako lakini hii ya muziki wa gospel. Kwa sekunde chache sana, muda wetu umekimbia. Yes. Mimi naitwa Moses Kimwaga. Ndio. Napenda wafahamu jina langu hilo. Official ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Wanaweza kunifuatilia popote kwenye mitandao ya kijamii. Ndio. Lakini jambo la msingi ambalo nawasihi wa Tanzania pia waweze kunifuatilia kwenye albamu yangu, wakaweze kusikiliza. Kuna nyimbo tofauti ambazo zitakwenda kubadili maisha yao. Ndio. Lakini pia kikubwa naomba support yao. Ndio. Yes. Kwa mtu yote ambaye ana support mmoja nyingine, mimi natumika pahala popote pale. Kama una sehemu issue yako unataka nije ni hudumu, mimi niko available. Sina kipingamizi chochote. Sawa. Swali la mwisho. Naam. Moses Kimwaga. Naam. Ameoa, ana mtoto. Oho. Ana mchumba. Lakini pengine utatuambia kiufupi kabisa mitandao ya kijamii imesaidia vipi kusukuma kazi yako, na pengine ushakuwa monetized kwa maana kuanza kulipwa kupitia hiyo mitandao? Yes. Nianza kujibu na lipi? La familia. Anza la mitandao kwanza. La mitandao ni kwamba bado sijaanza kulipwa kusema kweli. Ukiingia kwenye channel zangu zote utakuta zipo ni changa. Yes, haswa kubwa pale YouTube bado subscriber wana struggle, sijafikiza vigezo ambavyo naweza nikalipwa. Lakini pia kwenye mitandao mingine japo naendelea kupush, kazi zangu zinafikia wengi kupitia huko pia. Na wengi wanafahamia huko. Sawa. Yes. Kuhusu familia? Kuhusu familia bado, lakini nina mtu wangu ambaye nakusudia kufanya jambo lote mwaka huu. Sawa. Usiyebadilika ni miongoni kati ya nyimbo ambazo zinapatikana kwenye albamu inaitwa God's Calling. Yes. Kurasa ya YouTube pale nenda, unaweza ukaendelea pia kusikiliza na kufurahia nyimbo ambazo zipo hapa, na tulikuwa hapa na mtumishi wa Mungu Moses Kimwaga. Ndivyo ambavyo tuna agana naye kwa siku ya hii leo, na bila shaka ndiyo tamati ya asubuhi hii kwa siku ya hii leo. Mimi ni Ibrahim Chawe, nilikuwa na Ezekiel Fute, tulikuwa sambamba kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Tukutakie Jumapili njema na usikilizaji mwema pia wa vipindi vinavyoendelea hapa TBC Taifa, ukweli na uhakika.
tangu nikujue we upo moyoni, tangu nikujue we ni namba moja, tangu nikujue umebadili yangu historia, umenichagua mimi kati ya hao wengi, umenifuta machozi niliyotekwa na wengi, umenichagua mimi kati ya hao wengi, umenifuta machozi, sasa umeniweka huru, si kwa sababu ya uzuri wala wema wangu, ila kwa neema ya upendo wa agano hili. Usiku na mchana we hukaa nami, hata watu wakiniacha, mfariji wangu ni wewe. Habari kwa ufupi. Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Zainab Katimba ameeleza kuwa ukatili wa kijinsia ni kosa la jinai na kila mwananchi wa Tanzania ana wajibu wa kuripoti matukio hayo ili kuhakikisha waathirika wanapatiwa ulinzi na haki inatendeka.
Katimba amesema hayo mkoani Singida wakati wa uzinduzi wa kliniki ya huduma za msaada wa kisheria uliofanywa na Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera. Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Samizi amewahimiza Watanzania kujiunga na bima ya afya kwa wote, akisema ni muhimu katika kulinda familia dhidi ya gharama kubwa za matibabu. Akizungumza jijini Arusha wakati wa kufunga kambi ya matibabu ya moyo, Dr. Samizi amesema bima ya afya huwezesha wananchi kupata matibabu kwa wakati bila usumbufu wa kuchangishana fedha na hivyo kuimarisha ustawi wa familia. Na jamii imetakiwa kuwathamini na kuwajali watu wenye ulemavu na kuhakikisha watoto na vijana wenye ulemavu wanapata fursa ya elimu dunia na akhera. Wito huu umetolewa na Shehe wa mkoa wa Dodoma Dr. Mustafa Shaban wakati wa mashindano ya kitaifa ya kuhifadhi Qur'an tukufu yaliyolenga kundi maalum la watu wenye ulemavu. Shehe Mustafa ameongeza kuwa mashindano hayo ni mazingatio na ukumbusho kwa wale ambao hawana ulemavu na bado hawana bidii katika kujifunza na kuongeza ujuzi katika elimu zao. Mwisho wa habari kwa ufupi.